Takribani asilimia 3.5 mpaka asilimia 3.7 mwaka 2024-2026 zinaonyesha namna ambavyo tatizo la mfumuko wa bei ya bidhaa kwenye uchumi nchini Tanzania limezidi kushamili. Mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika siku hii ya leo, ambapo siku ya leo utakuwa na mjadala na mada mezani itakuwa inahusu namna ambavyo tatizo la mfumuko wa bei limezidi kushika kasi. Mkono wangu wa kushoto niko na mtaalamu wa uchumi, lakini pia mkono wangu wa kulia niko na mfanyabiashara au mjasiriamali katika mtaa wa Malimbe jijini Mwanza. Karibuni sana. Asante sana. Okay, tuanze labda na wewe hapo mtaalamu, kwa utangulizi kidogo. Unaweza ukajitambulisha kidogo? Kwa majina naitwa Mchumi Godfrey Jackson Zamani. Napatikana eneo la Malimbe, Chuo cha Mtakatifu Agustino Mwanza. Okay, karibu sana. Asante sana. Naam, hapo mimi naitwa Baraka Emmanuel Yoham, ni mfanyabiashara katika mtaa wa Malimbe hapa jijini Mwanza. Okay, shukrani sana. Tuanze kwako mtaalamu. Unaweza ukatupatia kidogo takwimu ambazo zinaonyesha mfumuko wa bei kwa miaka ya nyuma iliyopita mpaka sasa hivi? Mfumuko wa bei kwanza nafikiri ni vyema tukafahamu mfumuko wa bei ni nini. Hapo ndiye tuone takwimu za mfumuko wa bei kwa kipindi cha muda mfupi, miaka michache iliyopita. Mfumuko wa bei kwanza ni ongezeko ni kitendo cha bei za bidhaa mbalimbali zinazotumiwa na kundi kubwa la watu kuongezeka kadiri muda unavyozidi kwenda katika kipindi fulani cha muda fulani. Na ili ongezeko tunasema ni ongezeko lisilo la kawaida. Sema ni ongezeko lisilo la kawaida kwa sababu tayari huwa linakuja kuathiri maisha ya watu kwa ujumla wake. Kwa hiyo ukitazama kwa Tanzania kuna mfumuko wa bei upo, japo haujafikia athari ya kuto kudhibitika. Lakini kwa mfano tu ukiangalia mwaka 2020 ukiangalia mfumuko wa bei ulikuwa ni 3.7, na kipindi cha katikati hapa serikali jitahidi kudhibiti mfumuko kidogo, ukashuka mpaka kufikia mwaka 2024 ukafikia 3.5, lakini baadaye kufikia mwaka 2026 mfumuko wa bei tena ukakuta umeongezeka kwa sababu mbalimbali za kiuchumi ambazo tutazidi kufuatiliana mbele, ukafikia 5%. Kwa hiyo kwa tafsiri ya kawaida kwamba kufikia hiyo 5% ya mfumuko wa bei mpaka sasa ina tafsiri kwamba ni kwamba maisha ya watu yameshuka kwa 5%, thamani ya pesa imeshuka kwa 5%. Kwa hiyo hiyo ndo hali halisi kwa ufupi ya mfumuko wa bei nchini Tanzania kwa sasa hivi. Sawa, turudi kwako Baraka. Naam. Unadhani hili tatizo la mfumuko wa bei, kwa uzoefu ambao umekuwa nao kwenye masuala zima ya biashara, unadhani linaathiri vipi jamii kwa ujumla? Moja kati ya athari ambazo kimsingi zinatokea kwenye jamii, lakini pia mimi kama mfanyabiashara mwenye uzoefu kwa miaka kadhaa, cha kwanza ni kutokana na namna ambavyo pengine jamii inahitaji kula chakula gani, au pengine jamii inahitaji bidhaa gani. Kuna bidhaa ambazo kimsingi zikipanda bei, unapata nafasi ya kuwa na mauzo machache sana, pengine hata takwa la jamii nzima kutumia bidhaa hiyo inapungua. Mfano kwenye mfumuko wa bei ya mafuta, mafuta kipanda sana, pengine hata matumizi ya mafuta yanashuka. So ukija kuangalia ni kwamba pengine hata utengenezaji wa vitafunwa kama mandazi, mikate nao tena inapungua kutokana na mfumuko wa bei. Kwa hiyo matakwa ya pengine ya bidhaa ukilinganisha na watu ambao wanahitaji yanakuwa nakinzana. Ukipandisha bei ama mfumuko wa bei ukiwa juu, basi hata ile bidhaa inashinda kutoka kwa wakati. Sawa. Shukrani sana Baraka. Naam. Kwako mtaalamu wa uchumi, unadhani ni vitu gani ambavyo pengine huaga vinachangia au vinapelekea kwa kiasi kikubwa mfumuko wa bei ya bidhaa kwa upande wa uchumi? Zipo sababu nyingi zinazopelekea mfumuko wa bei kutokea. Kwanza kuna gharama za uzalishaji. Gharama za uzalishaji zikiwa kubwa, tayari bidhaa zile zinazozalishwa zitalazimika kuuzwa kwa bei kubwa ili mzalishaji kufidia gharama zile alizotumia. Kwa ile bei anayoiongeza au gharama inayoongezeka ya uzalishaji inaenda kuishia kwa mtumiaji, ndiye anakuja kulipa, kwa bei ya vitu inapanda. Lakini pia kuna swala la uhitaji kuongezeka kupita kiasi. Uhitaji unaweza kuongezeka kupita kiasi ukilinganisha na uzalishaji wa bidhaa husika. Kwa hiyo inaweza kapelekea upungufu wa kile kilichopo sokoni, kwa bei inakuwa
kubwa, lakini pia kuna malighafi kama tunaita malighafi mtambuka. Ikipanda bei inaweza kapelekea pia uzalishaji, bei ya vitu sokoni au katika uchumi kuongezeka. Kwa mfano mafuta ambayo yanatumika kwa kiasi kubwa kusafirishia bidhaa kutoka sehemu za uzalishaji kwenda kwa watumiaji, nayo yakipanda bei yanaweza kapelekea hata bidhaa zile kufika kwa watumiaji zikiwa na gharama kubwa. Lakini pia kingine kinaweza kapelekea mfumuko kuwepo. Kuna mfumuko wa bei unaotokana na majanga mbalimbali ya asili, mfano vita au magonjwa. Utakumbuka hata kipindi cha COVID bei za vitu zilipanda sana, kwa sababu ina maana kwamba tayari hata maingiliano ya Tanzania na mataifa mengine yanakuwa ni madogo. Kwa hiyo kuna bidhaa ambazo zinakuwa zinategemea kutoka nje haziwezi kuja, kwa hiyo zinatengeneza uhaba wa bidhaa, kwa hiyo bei za vitu zinapanda juu. Kwa hiyo kwa sababu nyingi za kijamii, za kiuzalishaji na vitu kama hivyo. Shukrani sana mtaalamu wa uchumi. Turudi kwako Baraka. Naam. Kwa experience yako, kwa uzoefu wako, ushawahi kukutana na bidhaa ambayo pengine ulikuwa umezoea kukuta bei ambayo pengine ni ya kawaida, alafu kuna siku ukakuta mambo yako tofauti, jambo ambalo pengine lilikufanya ushindwe kununua hicho kitu? Ya, kwenye biashara kwa sisi kama wafanyabiashara tunakumbana na mambo mengi sana, na kuhusu tatizo la namna hilo huwa linajitokeza katika kipindi husika. Mfano, tulikutana na mfumuko wa bei ya sukari mwaka jana 2025. Wafanyabiashara wengi ikiwemo mimi tulishindwa kupata huduma ya kupata sukari ili kwenda kuuzia wengine ambao wanahitaji kutumia sukari hiyo. So ukiangalia ni kwamba sukari nchini ilipungua, inasafirishwa kutoka nchi za watu kuja huko. So inaposafirishwa kutoka kule kuja huku, na sisi wafanyabiashara wadogo tunalazimika kwamba kununua katika bei ambayo ni kubwa zaidi kuliko maelezo. Na pengine hata kama tukinunua kwa bei kubwa, hata ile kiwango ambacho tunahitaji sisi kinapungua, kwa sababu kila mmoja anahitaji kupata bidhaa hiyo na akaenda kaiuza kwa wananchi ambao wanahitaji bidhaa hiyo. Sawa, mtaalamu wa uchumi, unadhani ili swala la mfumuko wa bei linaweza likali na athari gani kwa jamii kwa ujumla? Zipo athari nyingi sana. Kwanza kuna athari za kiuchumi, lakini hata kwa kijamii kwa ujumla. Kwanza kabisa, bei za vitu zinapopanda, hasa vitu vinavyotumiwa na kundi kubwa la watu, tayari ina maana kwamba bora wa maisha ya watu unapungua. Kwa mfano tunaposema mfumuko wa bei umeongezeka kwa asilimia labda 5 kwa mfano, maana tafsiri yake tayari kwamba maisha ya watu, kwanza pesa imeshuka thamani kwa asilimia 5, maisha ya watu yamepungua kwa asilimia 5, bora wa maisha, kwa sababu mtu atalazimika kupata bidhaa zile alizokuwa anazipata awali kwa hela nyingi ukilinganisha na mwanzo. Lakini pia inaweza ikapelekea hata watu kukosa imani na serikali yao, na ndio inapelekea hata watu wanaingia katika vurugu na maandamano, kwa sababu maisha yakishakuwa magumu kutokana na bei za vitu vinavyotumiwa na kundi kubwa la watu kama chakula, mavazi, usafiri, tayari inaweza ikatengeneza hali ya hata serikali kutokuaminika na kupelekea hata machafuko. Kwa hiyo kuna athari za kiuchumi pamoja na za kijamii. Okay, sawa. Shukrani sana mtaalamu wa uchumi kwa kuendelea kutupa takwimu hizo muhimu. Naam, mtaalamu wa uchumi, unadhani mamlaka husika, unadhani ni njia zipi ambazo wanaweza kuzichukua ili kuweza kudhibiti tatizo hili la mfumuko wa bei ya bidhaa? Kwanza kabla sijatoa njia kadhaa za kuweza kudhibiti mfumuko wa bei, nafikiri kwanza sio kila mfumuko wa bei unaweza kuleta athari sana kwenye uchumi. Ziko level kama nne. Kuna mfumuko wa bei wa chini, wa kati. Wa chini ni kama 2% ongezeko la 2%, wa kati kama 3 mpaka 5, wa juu kama ongezeko la 6%, na wa juu zaidi ambao ni mbaya, kwa tunaita hyperinflation kitaalamu, unaenda zaidi ya 6%. Sasa huu wa juu na wa juu zaidi ndio unatakiwa kudhibitiwa kwa kiasi kubwa, kwa sababu tayari haushawishi tena uzalishaji. Ungekuwa ni mdogo, unaweza kushawishi uzalishaji, watu kuzalisha zaidi, lakini huu wa pili na wa 4, wa 3 na wa 4 unatakiwa kudhibitiwa kwa sababu tayari unaathiri uchumi. Sasa kuna njia kadhaa za kudhibiti, lakini moja hapo ni tatua changamoto ya fedha kwa kuchapisha pesa mpya ambayo inakuja kuchapisha mfumuko zaidi. Kwa hiyo ni vyema kabla ya kuchapisha pesa mpya, lazima kwanza waangalie, wakae na wataalamu wa uchumi, washauri kwamba kwa hali ya uchumi iliyopo na uzalishaji ulioko kuna haja kutengeneza pesa mpya au hapana. Lakini kingine kinaweza kusaidia kupunguza mfumuko wa bei ni
kujaribu kuwa na akiba ya bidhaa, tunasema bidhaa mtambuka kama malighafi ya mafuta, kama nchi za wenzetu kama Marekani wanavyofanya, kuweka na reserve ya mafuta. Unapokuwa na akiba ya vitu kama mafuta ambayo vinaendesha uchumi wa nchi, tayari inaweza vikasaidia hata kama ikitokea mafuta yamepanda bei kwenye soko la dunia, nyinyi mtaendelea kubalance ile kiasi cha bei za bidhaa zenu. Lakini kingine ni kuwekeza zaidi kwenye sekta mtambuka ambayo ni kilimo. Ukiangalia kwa Tanzania, kilimo ndio kinaajiri zaidi ya 80% ya Watanzania tunasema. Kwa hiyo lazima nguvu kubwa iwekezwe kwenye kilimo ambacho ndio mnyororo unaotengeneza malighafi kwa ajili ya bidhaa za viwandani. Kwa hiyo tukiwekeza zaidi uzalishaji kwenye kilimo, hakutakuwa na uhaba wa bidhaa ambazo mazao ya kilimo ambayo yataweza kwenda kutengeneza bidhaa za viwandani zitakuwa na bei nafuu. Sawa. Shukrani sana kwako Baraka. Pengine nini wito wako, labda nini ombi lako labda kwa mamlaka husika kutokana na uwepo wa tatizo hili la mfumuko wa bei? Pengine ni maombi ni kwa wafanyabiashara wengine ambao pengine ndio mwakilishi kwa siku hii leo, nadhani ni jambo jema sana kama alivyozungumza mtaalamu hapa kwamba pengine ni kuwa na hifadhi ya chakula ama bidhaa nyingi sana hapa nchini. Ndio suluhisho namba moja ambalo sisi tunahitaji, kwa sababu tukifanya biashara ya kwetu hapa ndani inaweza kutupatia sisi kipato, lakini pia kwa kuna upatikanaji mzuri sana wa bidhaa bila mfumuko wa bei ambao utatokea ghafla ama pengine kwa kipindi fulani. Lakini pia sheria mbalimbali ambazo zinawekwa kwa kufanya biashara ndizo ambazo pengine tunawauliza, umeona wao unatakiwa kwamba serikali ikitoa tamko kwamba bidhaa hii iuzwe kwa shilingi kadhaa bila kutizama kwamba wafanyabiashara wenyewe wanapata kiasi gani au wanapata faida gani na jamii inaenda kupata nini, inakuwa ni jambo ambalo inakuwa na sitofahamu ndani yake. Ukisema shilingi 2,000 kwamba uuze shilingi 2,000 alafu haujui mimi nimenunua shilingi ngapi, tayari unakuta na athirika taratibu bila uongozi ama mamlaka husika kutambua jinsi ambavyo unaathirika. Kwa hiyo tubadilishe tu baadhi ya sheria kuhusiana na biashara. Lakini jambo lingine ni kuweka na kusema ni kwamba ni kutengeneza uelewa kati ya ama ukaribu kati ya mteja na yule ambaye anauza bidhaa hiyo. Wakikaa chini wakaelewana na wakatuelewesha sisi sote wawili, tunaweza tukaelewana kwamba tumeelewesha bidhaa hii inauzwa shilingi kadhaa kwa sababu ya 1, 2, 3. Hata yule ambaye anakuja kununua anakuelewa. Lakini mimi kama mfanyabiashara nikimwelewesha kwamba tunatumia gharama kubwa sana kufikisha bidhaa, hawezi kunielewa. Lakini ukiwa na baadhi ya maandiko, baadhi ya seminars ambazo zimetokea kwenye jamii ya kuepusha sitofahamu. Najua bidhaa ikipanda ghafla, jamii inajadili na inajadili wakina nani? Wafanyabiashara wanajadili mamlaka husika. Kwa hiyo unakuta kwamba kila mmoja anatupia kila anapojua yeye, lakini wote tukiwa sambamba pamoja tukaelewa nini maana hivi vitu, kwa nini vinapanda, kwa nini vinashuka, nadhani sitofahamu itapungua. Na mtaalamu wa uchumi, unadhani labda kwa mfano ikitokea umepewa nafasi ya kuishauri mamlaka husika kuhusiana na hili tatizo la mfumuko wa bei, unafikiri ni vitu gani ambavyo unaweza kuwaambia? Mimi ambacho naweza kuwashauri au naweza kukishauri ni mambo makubwa mawili. Kwanza kuwekeza nguvu kubwa zaidi kwenye sekta ya kilimo. Yaani bajeti kubwa ya serikali iegemee sana kwenye sekta ya kilimo, kama nilivyotangulia kusema kwamba ni sekta ambayo inaajiri asilimia zaidi ya 80 ya Watanzania. Kwa kama ndio inaajiri asilimia kubwa ya Tanzania, lakini pili ni sekta ambayo kichocheo kikuu cha ukuaji wa uchumi wa sekta ya viwanda. Kwa hiyo lazima serikali ikiwekeza kwa asilimia kubwa katika sekta ya kilimo, tutazalisha malighafi za kutosha ambazo zitakuwa katika gharama ndogo. Zikipelekwa kiwandani, bidhaa zitakazozalishwa basi zitazalishwa kwa gharama ya chini, kwa hiyo gharama ya uzalishaji itakuwa iko ndogo. Kwa hiyo hata bidhaa za viwandani ambazo ndio zinatumiwa pia na watu wengi, jamii kubwa ya Tanzania, itakuwa na bei nzuri. Lakini pili ni sekta ya upande wa swala kudhibiti, kuwa na uhakika wa nishati ya mafuta. Nishati ya mafuta, kwa sababu nasema kwamba nishati ya mafuta ndio inayotumika zaidi na Watanzania pia wote, kwenye usafiri, kwenye masuala ya generator, automatic generator, kwenye hospitali, huduma zote zinatumia nishati ya mafuta.
Kwa hiyo hii nishati ya mafuta tukiwa nayo reserve au akiba ya kutosha, kwa hata kama ikitokea mabadiliko ya bei ya mafuta kwenye soko la dunia, sisi tunaendelea kuwa na nishati ya kutosha ambayo inaweza ikatumika kusafirisha hizi bidhaa kwa gharama nafuu na kutoa huduma katika sekta mbalimbali ikiwemo za afya kwa gharama nafuu. Hapo tutaweza tukawa tumedhibiti mfumuko wa bei. Ukijikita katika vitu hivi, nishati ya mafuta pamoja na sekta ya kilimo kwa Tanzania, kwa kiasi kikubwa sana mfumuko wa bei unaweza kudhibitiwa ukashuka chini ya 5%. Aha, shukrani sana. Nashukuru pia kwa ushirikiano ambao umeuonyesha kwa ajili ya kuandaa programu hii muhimu sana. Asante sana. Naam, mtazamaji wa SAUT TV, asante kwa kuendelea kutufuatilia kupitia mjadala wetu wa siku hii ya leo. Mada mezani ilikuwa ni kwa namna gani mfumuko wa bei unaathiri vipi swala la uchumi. Nilikuwa pamoja na mtaalamu wa uchumi ambaye ni Godfrey Zamani, lakini pia nilikuwa na mfanyabiashara ambaye ni Baraka Emmanuel. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vingine. Bye bye.